Sawa Na washukuruni sana 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 kwa kura nyingi sana, hasa za rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ni washukuru pia kwa kura za mbunge, tunamuitaga mbunge mtoto, mbunge kijana Arani, kwa kura mlizompatia za kutosha. Naye ana deni kwenu, naye amesema nitarudi kuwashukuru wananchi wa Rusenga kwa kura mlizompatia. Lakini mimi Rusenga ni nyumbani. Sawa Mulinipa kura nyingi sana, nikasema nije niwashukuru kwa kazi kubwa, nami mmenikopesha maendeleo. Kazi nilionayo ni kuleta maendeleo kwa nguvu, maana kila mtu alikuwa anaogopa Rusenga kwamba ni ngome yangu. Kwa kweli mlidhihirisha hilo kwenye karatasi, hata niliokuwa sitegemei siku ile kura walinipa. Amina. Asanteni sana sana sana. Baada ya hayo machache, nimekuja kuambia kwamba nimeanza kazi rasmi. Sawa ndugu zangu, lakini pamoja na kuanza kazi rasmi, kilio chenu cha hela ya mnara, pesa zilishaingia. Pesa yenu ya mnara ipo, na nimewaambia mwenyekiti aitishe mkutano ili awaeleze munazifanyia nini pesa zenu. Zikikaa kwenye akaunti muda mrefu hamjazitumia, watazitumia watendaji kwenda kwenye vikao. Wakiitwa wilayani wanaandika matumizi. Nimeenda na pikipiki, nimerudi, nimekula wali nyama kwa hela zenu. Mmesikia Maana yake aitishe mkutano haraka, muzipangie matumizi. Wao kazi yao serikali ya kijiji watachakata kuonyesha wanazifanyia nini. Warete kwenu mubariki kwamba hapa ni sawa au sio sawa. Mkiona sio sawa, munabadili matumizi, maana ni pesa zenu. Mnasikia wananchi? Munasema mtendaji na mwenyekiti, hicho hatutaki. Hizi hela tunataka zikafanye kitu fulani kwa manufaa yetu. Mkiziacha zitakatwa na benki, zingine wataitwa kwenye vikao wilayani, zitaisha, mnaziona. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa mkakae makini. Kilio cha hela za mnara mimi nimenawa, tumemaliza. Mnasikia? Tusisikie kero ya mnara tena, hiyo imeisha. Swala lingine ni la umeme. Tulikuwa tunaongea na meneja wa umeme, wanakuja kujazirizia na hisi mmesikia. Sawa ndugu zangu? Mama Samia anataka kila nyumba iwe na umeme. Hataki kero. Lakini ni washukuru kwamba kipindi cha watu wanaleta maandamano Rusenga ilikuwa imetulia, hakuna vurugu, hatukusikia kelele. Muendelee na utulivu huo. Msidanganywe na mtu. Amina sana. Sawa ndugu zangu wananchi? Muendelee na kufanya kazi, msidanganywe na mtu. Maendeleo yanaletwa na wananchi na serikali yenyewe. Tukafanye kazi, tusife njaa tunakalia kuwasikiliza wenda wazimu kwenye mitandao tukashindwa kwenda kulima. Na muwaeleze vijana, sawa vijana wenzangu, msikalie kuangalia watu walioko Marekani, wao wanaishi kwa kuangalia mitandao. Na nyie mukadanganyika na mitandao, mukaingia tufanye vurugu. Anayekuhamasisha fanya vurugu, familia yake iko Marekani, naishi vizuri na kula vizuri. Sawa? Tusifanye vurugu ya aina yoyote. Kazi yetu tuongeze uzalishaji. Sawa Tulime, tujitore kwenye maendeleo, tufanye kazi zinazoonekana ili kijiji chetu Rusenga kiendelee kuwa mjini. Amina. Wakati Rusenga inaanza silikuwa porini. Leo hii ni mji. Sasa tuendelee kulinda utulivu tulionao, tuwape ushirikiano viongozi wetu waliopo ili maendeleo yaendelee kukaa vizuri. Sawa ndugu zangu? Lingine, tumejenga shule. Kama una mtoto mwezi wa kwanza anatakiwa kuripoti kidato cha kwanza, ndugu yangu lazima umpeleke. Tunaelewana Muliniambia diwani, sekondari iko mbali Gwanumpu, tunataka sekondari karibu.
Tumejenga sekondari milioni 603 na mliniambia watu baadhi ya Bukiriro kwamba bila sekondari hakuna kura, na mimi nikaomba nikaeleza huko viongozi, mwambieni Mama Samia bila sekondari kujengwa kura hazipo. Akaleta fedha, sekondari imejengwa nzuri ya kisasa kuliko kawaida. Sasa na mimi narudi kwenu bila kuleta watoto mimi na nini. Sawa ndugu zangu Hamuwezi kunijengesha sekondari halafu watoto mpeleke kuchunga mbuzi, muwapeleke kuuza juisi Kahama, muwapeleke Mwanza. Na mimi kuanzia mwezi wa kwanza wakiripoti shule, mimi na ninyi watoto wote waende shule kusoma. Tunaelewana ndugu zangu? Hapo mtaniona mkali, lakini nachotaka watoto waende shule. Hapo safi Basi niwashukuru sana. Swala lingine, wale wanaopangisha Warundi. Sasa hivi siko kwenye kampeni, mmenichagua wenyewe. Kama unajua umepangisha Mrundi, mwambie aende kwao. Hatutaki Mrundi hapa. Wanatujazia shule zetu, wanamaliza dawa zetu, zahanati, waende wakatibiwe kwao Burundi. Muwafukuze waende kwao. Tunaelewana vitongoji? Maana baadhi ya vitongoji wakishafika kwako, wakakusalimia vizuri, unamkatia ka kiwanja ka ndugu yangu. Na ye mtu akija amekupa 10,000 20,000, umempa kiwanja, kesho anajenga. Baada ya miezi 3 analeta mjomba wake. Baada ya miezi mingine 4 binamu yake. Baada ya hapo shangazi. Kijiji kimejaa Warundi. Utamuondoa mtu wa hivyo? Utamtoa? Niwaombe sana, kama unajua umepangisha Mrundi, arudi kwao. Sasa hivi sina mchezo, siko kwenye kampeni. Ni kukamata wewe na yeye magereza, akitoka huko anaenda Burundi. Sawa Na hao Warundi shida walioleta, mnawakabidhi kiwanja, mkisha wakabidhi, mmeshaona Warundi ni wa bei ndogo kuolewa. Marafiki zangu hapa wanaoa Warundi, baada ya hapo dada zangu wanakosa watu wa kuwaoa kwa sababu ya uzembe wa kuleta Warundi. Si ndio hivyo? Eti mama huko vipi, nyumba sasa zinavurugika? Sasa niwaombe sana, kama unataka kuoa Mrundi, rudisha kwao Burundi akakae huko. Na mimi dada zangu nataka waolewe. Sawa. Na wale dada zangu mnasema umekosa mwanaume, unaenda kukamata mwanaume wa Burundi, unawaambia kuowe. Nenda kwenye kwa wale watu walio na vibanda kwenye pharmacy. Ina maana hizi dawa zinazotolewa kwa watu wa pharmacy zinatoka wapi? Lazima nyie viongozi muangalie. Lazima mniangalie. Mtu anaondoka hapa anaenda kupata hospitali, baada ya kutibiwa vizuri yote tatoka kwenye pata wananchi. Unamkuta mwananchi. Wewe mganga nakwambia kwamba nenda kwenye viko halali. Na kuangalia haya madawa mnataka kuyanyanyasa. Mimi Mtanzania wa CCM. Hilo limelimaliza. Lazima wewe diwani uwe makini. Hizi hela umeshazitaja kwamba ziwe zijenge kwenye Usenga. Na Usenga tuko tena kila siku nasema tuone kama tuone hakuna mwingine atakayechukua. Hata huo mnara. Tunakuomba hizo hela ukizisimamie. Naitwa nani? Mwakilisha. Unaitwa nani? Kahoza Mtoha. Kahoza. Joakim. Swala langu wala sio swala ni ombi. Kwanza nakushukuru kwa lile swala ambalo umesema hakuna kuuzia mapombe vijijini. Ombi langu, kuna watu tuna mitaji midogo, hatuna viwanja, hatuna uwezo wa kukodesha nyumba kwenye maeneo husika ya kuuzia pombe. Ombi tunaomba wewe kama diwani
kutuangalizia wale wajasiriamali wadogo wadogo ambao hatuna uwezo wa kupata sehemu za kuuzia pombe, tuandazie sehemu ya kuuzia pombe. Hata zamani sawa, ameeleza masuala ya msingi. Pesa ya mnara iliyoingia ni milioni 2.1 sawa. Wananchi watawaletea mkakati serikali ya kijiji, hii fedha inafanya kazi gani? Tumeelewana Na swala lingine aliloongea ni swala la kwenda zahanati, unaambiwa kanunue dawa. Sawa Hilo tulishaliona, hilo ni kero kubwa sana kwa wananchi, na sisi tulichosema kama serikali tunaendelea kuleta madawa inavyopelekea kulingana na watu wanavyougua. Amina. Lakini ndugu zangu, mnanisikia ndugu yangu? Wagonjwa ni wengi wanaougua, sawa? Dawa tunazozileta, unaweza kukuta dawa iliyokuwa inatakiwa imekwisha, lakini ukiambiwa pharmacy wanauza kwenye maduka ya dawa, dawa zile wanauza na wao wanarankua kwenye maduka ya dawa. Wanajua serikali kuna dawa ambazo hazipo, wao wanazileta na wanauza kwa pesa zao. Lakini ukienda zahanati ukaambiwa dawa hii haipo, unaweza kukuta hapa haipo zahanati ya Rusenga, lakini ukaenda Bukiriro dawa ukaikuta, ukaenda Kakonko hiyo dawa ukaikuta. Maana yake huzuiliwi kutibiwa, sawa Ukienda zahanati yoyote au kituo cha afya utapata huduma. Ukikosa dawa, kama haipo zahanati, unaweza kaamua kwenda wilayani kwamba nataka niende hospitali ya Itumbiko. Unaweza ukafika pale, ile dawa badala ya kununua ukaipata pale. Lakini ukienda kwenye vibanda kama watu wanauza, wao hawazuiliwi kuuza, imradi ile dawa atakaye kuuzia isiwe na nembo ya serikali. Mmenisikia ndugu yangu? Ikiwa na nembo ya serikali anataka kukuuzia, nenda kamuone mwenyekiti au mtendaji kwamba bwana, ile dawa nimeiona ina nembo ya MSD, hii ni ya serikali, kwa nini ameipataje? Urudi, tutakusaidia ili kuona dawa zetu ziliibiwa zimekuja kufanya kazi hapa. Yeye anatakiwa auze dawa ambazo hazina nembo ya serikali, sawa ndugu zangu? Lakini tunaendelea kama serikali kuhakikisha madawa yanapatikana ili wananchi msiende Bukiriro wala Gwanumbu.